TV, empowering lives. Usinipite Bwana, usinipite Bwana, usinipite Bwana, usinipite Bwana, usinipite Bwana. Usinipite Bwana, usinipite Bwana. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe, atarejesha pesa zako, utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe, atakuponya magonjwa. Usiogope, usiogope, usiogope. Tazama, tazama, ishi sasa. Kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Oh, tazama, tazama, ishi sasa. Kumtazama Yesu. Oh, amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. oh, tazama, tazama, ishi sasa. Oh, kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe, haleluya, Tutaishi ukitazama. unastahili Bwana, unastahili Bwana. Unastahili. Unaweza ukainua mikono yako juu, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili.
Mwambie Bwana unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yangu, wewe ni sababu ya kuishi kwangu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yangu, wewe ni sababu ya salama yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bwana wa mabwana, unastahili oh Baba, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ni nani kama wewe? unastahili Baba, kuabudiwa, Baba, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ni nani kama wewe? unastahili kuabudiwa, Oh Baba, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, nainua mikono yangu kwako. unastahili Baba, Baba, unastahili Baba, Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, nani kama wewe? unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili Unastahili wewe. kuabudiwa, Baba, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili mikono kwa Yesu wewe. Baba, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Oh, Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Oh, Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Oh, Baba, tunakupenda. Baba, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Baba, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Oh, Baba, Pokea sifa. Pokea sifa. oh, Baba, Pokea sifa. oh, Baba, Pokea sifa. oh,
Eh, Baba. Pokea sifa. Oh, eh, Baba. Pokea sifa. Oh, eh, Baba. Pokea sifa. Oh, eh, Baba. Pokea sifa. Makofi mazuri kwa Yesu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wale hawakuagi huku weekdays hawezi kuelewa kitu tunafanya. They can't. Si ndio Sami? Hawawezi kuelewa. Hamuelewi kabisa. Hapa uliza wale wanakuaga huku weekdays. Bwana asifiwe. Tunakuaga na wakati mzuri. Uliza Roda atakwambia. Na ulize nani mwingine? Mimi. Nani aulizwe? Na huyu. Na huyu mama, si ndio? Huyu alikuja hapa na crutches. Kwenye worship tu akasimama, katupa huko crutches akaanza kutembea. Amen. 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 Sasa wewe hapa tunaabudu, unaleta ustaarabu wako mwingi. Ustaarabu haukusaidii. Ingia kwenye kitanda cha hospitali utajua ustaarabu haukusaidii. Ukiwa umepewa miguu na macho na mikono, hata kuinua unainua hivi. Kuna wengine hawana mikono lakini wanainuaga hizo nusu. Endelea kuturingia. Bwana asifiwe. Nasema kwenye kumwabudu Mungu mimi sinaga ustaarabu. Sitakai kujua mtoto wangu, mke wangu, mama yangu, no, kwa sababu najipeleka mimi mwenyewe. Sasa wewe ukishinda hapa ati utaonwa, sijui utaonekana, sijui utaonwa unainuaga. Bwana Yesu asifiwe. Wale tunakuaga weekdays, Roda, na tuendelee hivyo hivyo. Sisi tunajua siri. Bwana asifiwe. Sisi tunajua. Wewe wakungoja kigosho ngojea tu. Sisi tunajua siri. Hatutakosa kuimba, lakini tunajua zile nyimbo zina nguvu za Mungu. We know them. Asifiwe. Salimia jirani yako mwambie karibu katika ibada. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muko umemwambia? Alafu mwambie mwingine, kama ni mama mwambie Happy Women's Day. Haleluya. Bwana asifiwe. Alafu si lazima ati mpaka uambie mtu wako smart. Kama mtu wako smart, si umwambie tu uko smart. Haleluya. Si umwambie tu bila wivu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Bwana Yesu, nampenda. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda. Oh, Bwana Yesu, oh, nampenda. Amen. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda. Bwana Yesu, nampenda. Amen. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda. Bwana Yesu, nampenda. Amen. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda. Bwana Yesu, nampenda. Amen. Oh, nampenda, ameniokoa, nampenda. Amen. Nampenda. Bwana Yesu, nampenda. Amen. Ameniokoa kwa damu yake, huyu Yesu asifiwe. Nampenda. Bwana Yesu, nampenda. Amen. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda.
Bwana Yesu nampenda. Amen. nampenda. Bwana Yesu nampenda. Amen. Yesu wa baraka, 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 Yesu wa upendo, Yesu wa upendo, Yesu wa upendo, Yesu wa furaha, Yesu wa furaha, Yesu wa furaha, Yesu wa amani, Yesu wa amani, Yesu wa amani. Oh, yeah, yeah. Yesu ni Bwana. Tumuinue, 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 Yesu ni Bwana. Tumuinue, 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 Yesu ni Bwana. Vigelegele, vigelegele. Hapo hapo. Twende namna hii. Twende namna hii. Zote tunaimba sinye, Yesu ni Bwana. hata leo tunaimba tena. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni, Yesu ni Bwana. hata sisi leo hapa tunaimba. Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni, Yesu ni Bwana. amenitengeneza Baba, Yesu ni Bwana. amenibadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. amenibadilisha Baba, Yesu ni Bwana. amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Ndiposa ninaimba leo, Yesu ni Bwana. ndiposa ninaimba mimi. Yesu ni Bwana. Naingia gharama Baba, Yesu ni Bwana. amenitengeneza Yesu, Yesu ni Bwana. amenibadilisha Baba, Yesu ni Bwana. amenibadilisha. Yesu ni Bwana. Vigelegele, vigelegele, vigelegele.
ruka juu, 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 ruka juu. Otire tawe
ni munene, Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, na Ngai wakwa ni Ngai. Haleluya. Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, na Ngai wakwa ni Ngai. Haleluya. Amen. Kamwage dhie, mnaenda wapi? Simu niangalie. Uniangalie hivi nyinyi yote. Sasa mnaenda wapi? Mumechoka sana. Habari yako? Habari ya Mukuru? Nyumba imebomolewa? Maji imebeba? Sasa iko wapi? Nyumba ilienda kwa jirani? Mnaona yaani ulibomolewa ya jirani kabaki. Ni jirani wa wapi? Wa Dandora. Sasa huko kwa Dandora? Ulienda Dandora? Sasa utaenda Dandora ukitoka hapa? Utaenda wapi? Shosho wako wapi? Ako Mukuru. Yake haikubomolewa. Ya kwenu ilibomolewa. Na wenu? Yenu iko? Iko kabisa. Kwa hivyo wewe umeamua kutoongea uongo. Na wewe? Iko sawa? Na wewe? Iko sawa? Haiko sawa? Imeenda wapi? Ilibebwa nyumba yote. Ikaenda wapi? Iko mto. Sasa mnakaa kwa mto. Na wewe? Edeni sasa mkahubiriwe alafu mtakuja. Si ndio? Mnambarikiwe. Thank you very much. Thank you. Baba, tunakushukuru. Inua mikono wako juu, mshukuru Mungu, mwambie asante kwa kunipa wakati hata kuweza kufika leo. Ni bahati tu, maana kuna wengi wameshindwa kabisa kukuja. Unasikia wengine nyumba zao zilibebwa, wengine hawajalala. Shukuru tu Mungu, mwambie asante. It was horrific, but you made it was possible for us to be here. In Jesus' mighty name. Father, we thank you, we give you honor and glory, we worship you this wonderful morning. Asante kwa kutupatia wakati mwingine, Jumapili nyingine iliyo na upendo wako, iliyo na ujao wako, Jumapili iliyo na neema zako na baraka zako. Naomba msamaha wa dhambi zote ambazo tumezitenda kwa makusudio na dhambi ambazo zimetendwa bila makusudio. Na kuomba Baba ukatuongoze na ukanitumie kama chombo nikaweze kuzena na kuzungumza na watu wako jinsi mapenzi yako yalivyo. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. You may be seated. Asante sana. Gita ilienda wapi? Iko na shida. Na mama alienda wapi? Hata yako na shida. Asanteni sana, asante kwa ujio wenu. Mungu awabariki. Kwa wale ambao wamedhurika na mafuriko, wale ambao mmekuwa na challenge ya mafuriko na wako nyumbani, najua wanatutazama, Mungu awabariki na awapatie neema, kibali, na tutasaidiana mahali tutaweza. Ningetaka tuwe na takwimu ya wale nyumba zao zimebebwa, wale hawana mahali pa kulala, tuone ni jinsi gani tunaweza kuwa msaada kwao. Bwana asifiwe sana. Ndio tuweze kuendeleza mapenzi yetu ya Mungu juu yao, because it was not their wish. Hata mimi karibu nibebo karibu kwa mto ya kwetu, karibu kabisa mpaka gari ilipo imeenda nikakibia kidogo haraka, lakini nilinusulika mahali kidogo. Wale walikuwa nyuma yangu, gari yao ilikuwa ya white, imepatikana leo ikiwa ya black. Na hawana nyama, sijui ni nini ilikula nyama, wako mifupa tu, na wamepatikana huko kwa Wakamba. Imagine kutoka Rugai unaenda kupatikana kwa Wakamba, na wewe si Mkamba. Si unaona hiyo ni ngumu? So watu wamethurika. It has been a disaster, not only here, hata Uganda niliona ni kumoto, hata Tanzania. But niliwaambia last time tulikuwa na nyinyi hapa, nikaambia tarehe 6 na 7 kuna maneno itakuwa, Mungu atakuwa akiosha hichi. Niliwaambia date ya tarehe ngapi? 1
ya mwaka mpya, that is March 1. Nikamwambia tarehe 6 na 7 God will be speaking, na tarehe 13 God will be also speaking. Hallelujah. Kuna vitu vinaambatanika mpaka tarehe 20 mwisho wa mwezi wa 3 Mungu atakuwa kinena on a daily basis. Kitu mpya inakuweka baridi, ingine inatokelezea. Kwa hivyo be ready, maana it is a huge tribulation. Itakuwa mingi lakini tutashinda. Sema tutashinda. Sema tutashinda. Naona hapa kumeandikwa Happy Women's Day, si ndio? Si ujisalimie, si ujiambie Happy Women's Day kama wewe ni mama. Angalia sasa huyu na angalia watu wengine kama hawa. Sasa ananielezea ati naanza kusema Happy Women. Wewe ni mama. Sema Happy Women's Day. Hata kama wewe si mama, wewe ni mwanaume, si kuna mama nyumbani na kaka una bibi, una mama yako. Sema Happy Women's Day. Hata kama wewe ni mwanaume, sema Happy Women's Day. Because this is all over. Hallelujah. Yes, it is all over. Uko na mama, uko na shosho, uko na msichana, uko na bibi. You can't miss one of those. Unaweza kuwa hauna shosho lakini uko na nini? Umezaa mtoto msichana, kama haujazaa uko na bibi, kama uko na sister. Hata kama sister yako ni wale wabaya. Mimi nakuwa na masista wabaya, kabisa wabaya. Siku moja wabaya, masista wabaya kabisa. Lakini bado Happy Women's Day. Mwemoshie Happy Women's Day. Kwa sababu ni wababa, ni wamama. Ama si wamama? Ni wamama. Asante sana. Pia ningetaka ku recognize in a special way Pastor Monica akiwa Lodwa, is ni kanisa ya Lodwa, ni mama na ako na tusichana, si ndio? Tumpigie ni makofi tu Pastor Monica. Tumkumbuke pia Pastor Mary ako Eldoret, kanisa yetu ya Eldoret. Ametuokosea vizuri. Tuko na Apostle Gashara ako hapa Thika. Tuko na mwingine ako anaitwa Anna ni wa German. Ni wa German huyo Berlin. Simumpigie makofi. Na pia tuko na Susan Clan pia ni wa German. Tuna Wageshi ako kule US. Tuna mwingine anaitwa Esther ako Jordan. Alikuwa ananiambia ni higo siahetoka. Yaani anaona mabomu zikipita zikienda hivi. Bana hiyo ndio route. Tuna Grace ako Sweden. Na tuko na Stacy ako Spain. Tuko na Wentmeyer ako German na hawa ni wale wanaogosa fellowship zetu. Tuko na Judy pia ako UK, London. Tuko na Lilian ako hapa Kenya. Na tuko na Frida Ngonga ako pia German. Inaonekana German ndio tuko na wamama wengi ambao wanatushikilia. Bwana asifiwe sana. Yes. Ningetaka tutengeneze conference ya wamama. Si ndio mzuri? We do a very good conference. And because we have our chair ready. Unajua uli disappoint watu wengi sana. Na sasa nataka ukue active. Nitasimama na wewe. Hata wakisema namna gani, nitasimama na wewe. Nitakutetea, nitakupigania mpaka kazi ya Mungu ifanyike. Usiwe na uoga na dukametigere. Huko niko tuhiana, huko ni majendo, huko inaitwa kwa leli. Inaitwa kwa boot camp. Inaitwa nini? Boot camp. Boot camp ni kampu ya vita. Na ni mabomu inakuja itakuja. Na usipopita hii mtihani hata hapo kwingine hautaenda, maana hata kule ulitokaga ulikuwaga na cheo ukatoroka. Sasa hiyo cheo tena imerudi. Imaanisha you have to pass this wede. Uvumilie tu kugogwa. Uvumiliwe tu utagogwa vizuri. Ni uko panel beating, onyorokio wega, ginya nywele utakuja kukuta uamuke asubuhi, nywele yako itakuwa black vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So ningetaka utatafuta wanawake wamama, si wanawake, wamama. Kama wamama ni nini? Wamama sio wanawake?
mtu mwenye anataka kukua part of the organizing team ya the conference, muone Charity. Nataka team ya a 15-man team, woman team, tutengeneze conference, because we should have made this one. Ingekuwa leo ni nyinyi mlikuwa mnafaa kuhubiri from start to the end, lakini kwa sababu hujashika laini vizuri, bado una korogo hapa, korogo hujatoka mkorogo mzuri, korogeke mpaka ushorohe doka umena ihe. So I would love to have a women conference very soon, as soon as possible. Muniambie how soon you can be able to make it. Nataka over 1,000 women in this hall. Tukue na conference mzuri. So I raise a team, nitaiangalia, niandikie majina ya wale watu unaona, nitaangalia ni nani anafaa kuwa hapo na ni nani hafai kuwa hapo. Maana pia tuna wakorogaji. Sema wakorogaji. Tuko na wakorogaji na ni wazuri. Kanisa bila wakorogaji haiwezi kwenda mahali. Hakuna, you can't go far. Lazima ukue na wakorogaji, ndio wanakuvuruta huko na nyuma, wanakuagusha ndio kuwe strong. Kwa hivyo be patient with them, but also usiweke kila mtu, usimweke ati ni mura hata kuna manyoka. Na manyoka ndio wengi sasa tu wanakujaga wanavaa nguo mzuri, wanavaanga kwanza ile antique, si antique, ile linen mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. And they are very good, na wanakuaga na mdomo mzuri. Na wao ndio watakuja kukulima. Lakini sasa hiyo mambo ya vita hiyo ya kulimwa iliisha. Sasa tuko level ingine. Na Mungu alituambia tukiwa kwa mlima on 8th of 8th last year, Mungu alituambia anaenda kufanya reshuffle kwa hii kanisa. Na si reshuffle imefanyika. Na alisema anaenda kungoa watu. Si wameng'olewa, because God want a team. Anatafuta team wafanyikazi. We were not looking for members. God told me, do not look for members. Members kuna kule wanaendaga. Nitafutie wafanyikazi. Nitawatrain ndio waende wakafanya. Nitawatuma Germany. Ndio maana umeona nimetajataja majina ya USA, Canada, Germany, hata Veronica Waitito ako Canada. Wote hao ni watu wamesetiwa na Mungu huko. Kuna kikundi tutatuma hapa kiende Canada, kuna kikundi tutatuma kiende Germany. Wangapi wangetaka kutumwa? Wangapi wangetaka kutumwa? Hiyo mkono inaendaga juu. Wamama wangapi, kama ni mama na ungetaka kutumwa, inua mkono wako juu. Hallelujah. Nimeogotomwa. Sasa ni tutawatuma. But before that you have to go through the training. Hata daktari hapa anaenda ni California mani wapi? Pennsylvania. She's preparing a team to go with it to Pennsylvania to go and preach the gospel there. Hata yule administrator alikuwa eta wate Olive alikuwa administrator, alikuwa nini? PA wangu alikuwa PA. Ako where is Oliver? Michigan. Yeah, he's in Michigan waiting for a team to go. Ameanzisha huduma huko. Bwana Yesu asifiwe sana. We are good, we are well represented all over the world. Well represented. Vizuri sana. So God is looking for workers. Aliniambia nisitafute members kwanza. Nitafuta nani? Workers. That is why ile grupu mingi ile ilikuwa hapa mingi walikuwa members. Ndio walikuja wakakuwa settled, wakakaa vizuri, wakaanza kukula na kukunywa, wakakaa vizuri na makeiganira. Mungu akawaambia tokeni. Wote, sio sisi tuliwafukuza. Msione tarehe kuiga tatuigatia. Mimi sikufukuza mtu. Ni wakati wake, na aliulizwa maswali, kitabu kikatolewa, na kuna vitabu na kuna kitabu. Sasa vitabu vilitolewa na kitabu kikatolewa. Kaangaliwa, kaonekana huyu ni member, huyu ni member. Members waliambiwa waende kwa kanisa za members. Hii ni camp. Sema camp. Uliza Roda atakwambia hii ni nini? Si ni camp. Boot camp. Yes. Si sasa si unaona venye umetulia vizuri? Kwa maana this is a camp where we are being trained and then dispatched for other forces. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatumwa sasa, kuna wale sasa wanatumwa kama kule Amerika. Kijana yangu ananiambia anatumwa, anaenda kutumwa Iraq. Kijana yangu ni mwanajeshi. Anatumwa Iran kwenda kubumburusha hawa watu. Sasa ananiambia dadi, niombe. Nikamwambia si wewe ndio ukatae. Kaniambia but I have signed. Nimeweka kidole, nimesign kwenda.
Na huko sasa nikwenda kupiga, nikamuuliza is that your country? Akaniambia daddy, I'm not a Kenyan unfortunately. Nikamwambia Eda, utashida vita. Maana this thing is biblical. It is very biblical. Iko kwa Biblia. Nitawasomea leo, iko kwa Biblia. Hii vita, the whole of it iko ndani ya Biblia rightfully. Na Kenya ni it is at the center of the war hiyo. It is they are fighting because of Kenya. Kama hamjui, they are fighting because of Kenya. Na lazima kwanza together kwa mlima ndio hiyo vita yaanze. Because the replacement inafanywa. Hallelujah. The replacement inafanywa. And it is being done ukiangalia na macho. A prophetic word that was released 2600 years ago. Umeukua, Mungu amekuleta in the position to see it and you've been part of it. Si ujipigie makofi, at least umekuwa part of it. Yes. Nilikwambia tutatawala dunia tukiwa wapi? Hapa tu, hapa. Omakeinege iromo, hapa tutatawala dunia na tunaitawala. Na tunasema na inafanyika, si ndio? That is the greatness of God, and that is how to see the love of God and what God has done. We also have professor, nilikuwa nimemwona hapa. Alienda wapi? Professor. Eko. Niki kalile. Ya ndio kinyaga getege getire na moto na kiu. Therefore na tuko na daktari pia hapa. Unajua hapa tuko na maprofesa, tuko na madaktari. Simupatie daktari asalimie watu. Do you hear? Unasikia Kiswahili? Kiswahili? You've started? Yes. She started. I am mrembo. Habari yako? Sijakuona for quite a long time. No la lugerado. Thank you. Just Jambo sana. I greet you in the name of the Lord. Good morning, good afternoon. I'm glad, just thank you, Dad, to give you the opportunity to. yes. So I just wanted to greet you. I'm here with you, and God willing, I'll be going, as Papa said. Yes. When are you going? Home. What did your son say? He's American citizen. Yes. So You're also American citizen? You're going to fight for your nation? yes, sir. Okay, thank you. Go and fight for your nation. I can see my friend pale, my friend. Huyo mama ni rafiki yangu. Mami, ni wewe nazungumzia. Wewe. Kwani si wewe? Wewe. Huyu wa Tanzania. Si unaona kuja salimia watu hapa. She's my long time friend. Sema long time friend. Yeah. Kutoka ni Arusha ama ni kule kwingine? Kilimanjaro. Wewe ni Mumeru, ni Mumasai ama ni Mchaga? Ni Mchaga, lakini Wachaga wa pale Kilimanjaro ni wa Meru. Yes, of course. Si ndio? Ndio. Si uko kwenye Meru, ni wilaya ya Meru ama ni mkoa wa Meru? Meru iko Arusha. Meru iko Arusha. Ndio. Mkoa wa Arusha. Yes. Na wilaya? Na wilaya Rumeru. Wilaya ndio? Rumeru. Wacha kunibadilishia. Wewe ni Mumeru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa majina naitwa Mary Limo na nimeokoka na mpenda Yesu, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nina furaha sana kuwa katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Nimebarikiwa sana. Na tuzidi kumwamini Bwana na kumtumainia, na tuko mahali salama. Asante. Amen. Keti hapa. Njoo keti hapa. Njoo keti hapa. Bagi yako iko wapi? Asha, mletee bagi yake. Haraka. Na apatiwe heshima yake. Na akaage hapo, si ndio? Kaage hapo kabla tujakumhamisha tukupeleke kwingine. Asante. Thank you. Nimeona Susan yako. Uka Susan yoga. Susan. Kuja. Nirahota uka. Tutembee tu pole. Pole. Huyu mwingine alienda wapi? Uliwacha mama wapi? Amelemewa kabisa. Nani alimupatia? Unawezaje kujipatia leave? Wewe ndio ulimupatia leave? Na wewe hujaenda leave? Bado. Unasikiaje? Kuchoka. Umesikia kuchoka? Ni mlima?
Wanakuambiaje? Wachawi na waganga wanasemaje? Vile tu walikuwa wanasema tu. Vile tu alikuwa anasema. Oh ye pole. No tukire muno gumuno. Ona dinogete uguo. No haria ni mwiri uragia but ndiagire no ko de muno. Badwere thini wa mwiri umwe it is uncomfortable. Yeah. Jeda makuonere maugire no wagia ihu ria apostle. Nakuone. Maturi. Wewe ni makuhotete. Wete tondu we munagu ni watoke tunyo. Eh, si ndimedirahinya. Mimi kimure thaa ici ri. Nĩ athiĩ. Oh ye pole. Mũrehe tu nĩ tũkũmũrũgamĩrĩra. Nĩgetha mamuone. Nĩgetha matige mũhae. No ningĩ nĩ wamera wega mũno. Tendeke. Wĩ mũndũrũme. Ũguo nani no ndute. Yes. Thank you. Gĩikare. Ngai akũrathime na kana kau gakũre. Amen. Na gatigũkua. Na gatikuma. Na gatikũrogeka. Amen. Na nĩ kamũnabii. Amen. Na gatuĩke kamũthamaki. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Amen. Hata wa Elizabeth, Mungu amulinde. Mwende umwambie Mungu amulinde. At least tumeanza kuwa na mazao. Hata nyinyi tubo muko nayo. Kana mutire nada? Mutire nada? Mwenacio? Thimo ciare murehe ciana. Nataka mamiba. Eta kwate. Babura. Keha. Ameweka tayari kuna mwingine tayari. Tengeneza haraka haraka. Tengeneza haraka haraka. Mimi nataka watu wazae. Mimi niko na watoto sasa wamefikisha 31. Tumeongezeka wengine waine walikuja. Tumeongezeka. Unasikia? Wacha kupiga makofi. Unapiga makofi ya nini? Hiyo ni kazi yako. Sasa unasikia mmoja ameenda kupigania wapi? Ameenda kupigana Iran. Na Iran iko kwa Biblia. Hebu tupatie 49. Jeremiah 49 verse 26. Tuone hapa. Uone. Na nikisikia mtoto wangu wako hapo na I'm happy kwa sababu ameenda kunisimamia kufulfill the prophetic word that was prophesied by Daniel 2600 years ago. Ugeigwa atia igwete kihe gyaku nikyo gikuri. How do you feel? How do you feel? No kiwaru no gitui na igwa ndiraruta product cirarugamirira na kure. On the day her young men will be killed in the city streets and all her soldiers destroyed. Verse 27. 27 please quickly. I will set the walls of Damascus on fire and will burn down King Ben-Hadad palaces. I, the Lord Almighty, have spoken. 27, 28. This is what the Lord said about tribe of Kedar. That is watu wa Iran. The districts controlled by Hazar, which were conquered by King Nebuchadnezzar, who is in Iraq, of Babylon. Attack the people of Kedar and destroy that tribe of eastern people, that is eastern of Kedar, eastern of Iraq. 29. Says their tents and their flocks, their tent curtains and everything in their tent. Take their camels and tell the people terror is all around you. 30. People of Hazar, I the Lord, warn you to run far away and hide. King Nebuchadnezzar of Babylon has plotted against you, and this is what he says. That one, come on, we will attack those people that feel safe and secure. Their city has no gates or locks and is completely unprotected. 32, take their camels and all their livestock. I'll scatter in every direction those people who cut their hair short, and I'll bring disaster on them from every side. Their disaster will come from every side.
Kedar ndio tunaita nini? Ndio inaitwa Elam, and again is also Kedar ndio Iran. Bwana Yesu asifiwe sana. It changed its name to Iran 1938. They changed to Iran. So these people, they were prophesied they will be attacked from all quarter, kutoka kona zote. Lakini what will happen? 2033 is not part of my preaching. Hazar will be made a desert forever, a place where only jackals live. No one will ever live there again. I, the Lord, has spoken. 34. Soon after Zedekiah became king of Judah, the Lord Almighty spoke to me about the country Elam. Elam ndio Iran. Ilikuwa inaitwa Elam, ikabadilishwa ikaitwa nini? Iran. 2035, he said, I will kill all the anchors who have made Elam so powerful. The anchors, all the kings. Anchors, it is the kings. Waliuliwa makuliwa? Ayatollah aliuliwa na watu wangapi? Aliuliwa na 47, na kisha ule walitekeleza mwingine akapigwa, akakufa. The very day walimchagua, wakamkoga. Hii kijana ndio hajapata, wanatafuta hiyo kijana kuua. So he say, I will kill. I will make wind blow against Elam from all directions, and I will scatter her people everywhere until there is no country where her refugees have not gone. Hakuna mahali wako. Simuliona wakidemonstrate. They are all over. They will be scattered. And then 37. I will make the people of Elam afraid of their enemies who want to kill them. In my great anger, I will destroy the people of Elam and send armies against them until I have wiped them out. I will send armies. Amesend America. Amesend hawa wanapigana na wao. It is God who has sent. It is God's work. Why? Listen here now. 38. I will destroy their kings and the leaders and set up my throne there. I will do what? I will destroy their kings. I'll do what? And were they destroyed the other day? All of them, they were destroyed. And then I will set up my throne. After he has done the job, he will set a new kingdom, a new leadership. So whatever is happening there is cleaning, so that Elam, ambayo ndio Iran, can have a new throne that will be godly. Because they are the one that have been financing terrorists. Hao ndio wamefinance Al-Shabaab, ndio wamefinance inaitwa Hezbollah. Hizo magrupu zote zimekuwa zikiua watu. They've been financing them. And God now wants to bring restoration, the peace. Anafanya hivyo because of the peace. Ile peace tulienda kuweka kwa mlima Kenya inaitwa mfalme wa amani. So the world must be peaceful. And any leader that is against the peace of God will be wiped out. A Trump will be made. Aende afagie tu. Zona anagoroka tu. Because Trump, America is not in the Bible, but Trump is in the Bible. Hallelujah. America is not in the Bible. The part of Europe hizo zote ziko kwa Biblia. Lakini America was never in the Bible, because when these things were happening, America never existed. It is the people from Europe that went to America. People from Africa were taken as slaves to America. But in the Bible, we have a trumpet. And that is what we call trump. Hallelujah. In the Bible, we have what? The trumpet. And that is what we call trump. That is why he's been sent to restore. And after his mission is done, which might happen between now and next year, after his mission, because he's accomplishing his mission, he will disappear. Hallelujah. Because he's a man on mission. Mighty warrior. Sema mighty warrior. Sema mighty warrior. That's the book of Zephaniah 3:17. Zephaniah 3:17. Tuanze hapo ndio tuanze understand who is the mighty warrior. And why is God called the mighty warrior? What is mighty warrior? Yani mighty warrior na Gekoyo ni nini? Ama Gekamba? Ama Kekalenjin? Mighty warrior. Ama Keluya?
Jabayaita. God. When you look at God as a mighty warrior, he is a God that fights battles for you. Is a God that will defeat your enemies. Is a God that will conquer the unconquered. A God that will get and do the fight. Look at now how it is happening in Iran. It is not the Iranian. There are Iranians who try to change the system. Wakatoroshwa, wakapigwa, wakauliwa, wakafanyiwa madhara. They had to disappear. Wakatoroka out of the country. Now when they went out of the country, God told them, settle down. I am going to send my army to go and fight your battles. Right now, the battle that is being done on behalf of a particular group that is existing. The Lord your God is with you. The Lord your God. Meaning the mighty warrior, when God becomes a mighty warrior, when he is with you. Wakati Mungu ako pamoja na wewe, automatically he qualifies himself to become a mighty warrior. Jabayaita. His power gives you victory. Hallelujah. So therefore, when God becomes a mighty warrior, it is when he gives you victory. That when God takes over your battles, takes over your situations, takes over your life, takes over your business, takes over your ministry. Like when tulikuwa tumekatalia hapa. Hiyo miaka miwili tulikuwa hapa, tulikuwa tumekatalia na marafiki. Na tuka hang on the friends. We chose to have friends to build the ministry with, because we trusted them. We loved them. We saw them as pillars of the church. But God was contrary to what we were thinking about, contrary to what we were planning to do with our friends. God came and bombarded them and destroyed them so that he can bring his own people. So that he may bring his own people, the people that he will use for his purposes. Because when you are doing the will of God and you invoke God as a mighty warrior, what happens to you? It becomes the entire battle becomes his, not yours. Decisions becomes his, not yours. Everything becomes his, not yours. Anything that you do, you don't do it because you are doing, because you know, because you understand, because you are clever. You do it because God has given you instructions. And until you are able to understand the instructions of God, you will stop doing what you are doing. You will stop being clever. You will stop being aggressive. You will stop moving the way you want to move. You will be waiting to and be told by God, go. When David was in the battle, coming back to find everything has gone wayward, he sought permission from God, because in him he believed in a mighty warrior. When you believe in a mighty warrior, it means that you have allowed God to do battles for you, to do controls for you, to win everything for you. When you call God to become a mighty warrior in your life, you no longer fight. You release yourself to him. You lie down for him. He told Jehoshaphat, sit and see the deliverance I'm about to bring to you. And then immediately, because he's a mighty warrior, Jehoshaphat went and called for, akaitisha kabia kila mtu aende fasting. Kila mtu wakaenda fasting. Kisha wakaenda kwenye nyumba ya Mungu, wakainua dhabihu. Walipoinua dhabihu, Mungu akatuma Jehazariel. Jehazariel akakuja akawaambia, nyinyi hamtaenda kwenye vita, maana Mungu ametuma jeshi lake. There is a secret army of God that is set somewhere. That is why he is a mighty warrior. That is why akikuja anakujaga na jeshi lake. Hatakangi usaidizi wako, hatakangi ukuje kusaidia, hatakangi pesa zako, hahitaji msaada wako, hahitaji mawaidha yako, maana he is a mighty warrior. When he becomes a mighty warrior, anakujaga na jeshi yake. There is a secret army of God. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwamini Mungu na mchukue kama mighty warrior. Today we are discussing of a God who is a mighty warrior. We are not speaking who is a healer, Jehovah Rafa, hapana, ama Jehovah Nisi bedele yetu, hapana. Tunaongelea Mungu mwenye anatoa semaga, ingia huko na uchije na uue kwa sababu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. And the mighty warrior anakujanga in two forms. The mighty warrior comes in two forms. He may come in one form, yeye akutume uende upigane. Hallelujah. Yeye akupatie nguvu kama Joshua. Alimtokelezea Joshua akamwambia Joshua, jitayarisha maana Musa amekufa. Get ready, uende ukapigane. Uende upeleke wana wa Israeli kuinchi ile ni zao. That is one strategy ya Mungu. Na kuna strategy nyingine kile alikuwa nao na Jehoshaphat. Akaambia Jehoshaphat, sit down, ni mimi naenda kupigana. So it is you to choose
How do you want mighty warrior to come in your life? Unamtaka wewe uende mundu kwa mundu ukapigane na watu ama akupiganie? Zote mbili ni zake, na zote mbili zina ushindi, na zote mbili zina baraka zake. Mami, don't sleep in church when you are talking about mighty warrior. You see, when you are talking about mighty warrior, he can strike you. Anaweza kukuja kwa umeme usikie pa 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 pa, kwa maana umelala. Hallelujah. Don't sleep. Wakati tumeitisha mighty warrior hapa, kweni waangalifu sana. Mighty warrior kimuitisha anakujaga na ameharoroka, na amekuja wakiwa na Michael. Na Michael, najua Michael anakujaga na boto yake, na anakujaga na paga na kila kitu na silaha zote. When you call the mighty warrior, be careful. Before you start wega ikihoti wa Joshua, don't understand what kind of unaobea chakula. Unasema familia mzima imekaa hapa, mzee yako hapo hamjagobana, watoto wako hapo hamjagobana, maniba wako hapo, wafanyikazi wako hapo hamjagobana, lakini unaanza wega ikihoti wa Joshua nyedago itoharoroke tahoera irio rekiagwire. If you call the God of Joshua, there will be, he has to come, and if he has to come, he must make sure his role has been perpetuated. Bwana Yesu sana. When you are praying, when you unaomba Mungu, ujue ni Mungu gani unaita. Usiite Mungu wa Joshua na kwako kuna amani, kutatokea vita. Utaona mzee amekasirishwa na chakula tu hivyo tu, ataanza kusema hii chakula iko na minyogoro inanyokoa. Na hakuna, yeye anaona minyogoro ikinyokoa. Kwa sababu umeitisha mighty warrior, lazima kufanyike kitendo, mighty warrior aonekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Learning how to call God, kujua jinsi ya kumuita Mungu na kuita Mungu kwa wakati ambao unafaa. Ni Mungu mgani unaita? Kama ni Mungu wa Musa, lazima miujiza itendeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Nichapie hiyo kofi moja. Huyo, uchape kofi moja. Ukuje nikuandikie bill. Huyu akilala ukiwa hapa wewe ndio utakula kofi. Haleluya. Najua mlilala mkichota maji. Najua mjalala. Najua hamjalala. Hata watu wamenipigia simu wengi wameniambia sikuji. Mmelala mkichota maji, which is very good. Ni nyumba ilikuwa chafu. Hapa angalia. Mnaona floor yetu venye iko safi? Maana Mungu alilete maji, alilete mvua, ikajaa huko, hata huko kulikuwa kumejawa. Nilikuwa naona wakiswimu hapa, wanaswimu vizuri, na kuna mwingine niliona amefikwa na maji wapi? Ni kwa sababu ya uchafu ya nyumba. Lazima maji kama hiyo igie ndio nyumba itakasike, ikuwe imeng'ara vizuri. Huyu mtu anaona mtumia tu yaderete omodhi ni godhabio. Siliogeshwa vizuri. Yes. Sasa musirare tafadhali. I'm not going to take long. Musirare. Mimi najua mjalala lakini musirare. Kwa sababu I'm talking about a God who is a mighty warrior, who is supposed to fight for you the battle this week, who is supposed to fight for you the battle in this month, who is supposed to fight for you the battles in this year. You know, ndio uweze kudistinguish why are you, ni kwa nini umechoka, ni kwa nini umeng'ang'ana mpaka umesikia umefika mwisho. Were you called like Joshua amba uliitwa kama Jehoshaphat? That's the difference. If you are called like Joshua, utaenda kupigana. Lakini kama uliitwa kama Jehoshaphat, ni ukae chini ugoje kupiganiwe. Hallelujah. Sasa leo ndio nataka tutofautishe. Labda wewe ulienda kwa Joshua na wewe ni wa Jehoshaphat. That is why you are tired. Maana ulienda kwa vile kupigana na uruhusiwi kupigana. Ulienda kwa vile kupigana hauna silaha. Maana Jehoshaphat waliambiwa wasichukue silaha, waliambiwa wasichukue bunduki, waliambiwa wasifanye chochote, watengeneza praise and worship. Waende wakisema the Lord is great power. Walienda wakiimba. Hakuna kitu kingine walifanywa. Ile kazi kubwa walifanya ni kwenda kuokota magolodi na masilver na mapesa, wakakuwa matajiri. Ile kazi waliambiwa kule, watu wamepigana, waliambiwa wameuana, Waganda wa Tanzania na wa Rwanda wamepigana, wote wameuana. Sasa wewe amuka, nenda ukaokote. Sasa inaweza kuwa Mungu wako ni huyo wako kupigania. Na sasa ukakuja kwa sababu ulisikia Dora anaendaka vita, ukaanza kufuata Dora. Na Dora ni wa Mungu wa nani? Wa Joshua. Hallelujah. Na hapo ndio tofauti yangu mimi na wewe inakuwaka. Maana inaweza kuwa Mungu wako ni Joshua, ni Mungu wa Joshua, na wewe umeitwa kwa na Mungu wa nani? Wa Jehoshaphat. Mungu wa Jehoshaphat ni akupiganie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu uliza mwenzako, unaona kama Mungu wako ni mgani? Unaona kama Mungu wako ni mgani? Ni wa Joshua ama ni wa Jehoshaphat? Maana umekuwa umepigana, umechoka, uhoranete mpaka unakaa hapa umekaa kama kigogo imechoka. Unajua mtu amepigana mpaka amechoka na kaka kama kigogo. Unajua kigogo kinaenda mpaka sasa kinachoka, kinakaa juu ya mti, kinakaa hivi. Sio kama zile zilienda kwa Ruto juzi. Hizo zilienda kwa Ruto zilimwambia sitamunyorosa. Zilikwenda kumwambia tunakunyorosa.
Yes. Hizo ni nyoni zilitumwa na biguni, kutoka biguni kumwambia hii maneno nataka kufanya, maana kuna vitu nataka kupaga vibaya Kenya hii ndio atakase state of emergency. Aliambiwa ukidhubutu hivi tutakufinya. Hallelujah. This country kutoka tuende kwa mlima, kuna vitu vilifiksiwa. You cannot change it. Hatukwenda kule mlima, hatukwenda hivyo ulikwenda uliana natembea baka natembea hivi baka ninaumia, hapana. I had a mission to fix the nation. Na ndio nakwambia tunaenda Nakuru 29th kuenda ku launch peace initiative ambayo itatembea dunia mzima. Hallelujah. Ambayo itafanya nini? Itatembea dunia mzima na kila kitu kitafanya. Sasa uliza tena mwenzako, Mungu yako ni wa Joshua ama ni Mungu wa Jehoshaphat? Maana hawa ni Mungu wawili tofauti. Mungu wa kukupigania na Mungu wa kukutuma ukapigane. Uko na nguvu. Do you have a covenant? Both of them, they have different covenants. The God of Jehoshaphat ako na covenant na Jehoshaphat that I will do the battle for you. Akamutuma Jahazariel, akamwambia nenda waambie watu wangu ninaenda kuwapigania, wafanye agano, warudi kwenye madhabahu. Na walipoingia kwenye madhabahu wakainua dhabihu katika nyumba ya Mungu, wakakuwa na covenant na Mungu, wakakaa chini wapiganiwe, wakakaa chini vita vikainuka, wale Waganda wakapigwa, wale wa Tanzania wakapigwa, wote wa Tanzania na Waganda wakainukiana, na Warundi wakakuja wakainukiana. Mataifa matatu yaliyo na nguvu ikainukiana kwa sababu ya Jehoshaphat. Kuna mataifa itainuka, kuna watu watapigana vita kwa sababu yako, kuna watu watapigana. Na hivyo kama umeitwa, ukiwa ni Mungu wa Jehoshaphat amekuita. Lakini kama ni Mungu wa Joshua, wakatarabaya. Kama ni Mungu wa Joshua, anakwambia shika silaha, anakwambia shika bunduki, anakwambia sasa nenda kanyaga, akampatia. Hebu tupatie Joshua 8 chapter number 8 verse number 1. Usikie huyo Mungu ni mkali, ni mbaya. Huyu Mungu ni mbaya. Yes, ni Mungu mbaya. Labda hii vita iko kwako, ni Mungu alikuitishia, Mungu wa Joshua. Kama umewahi kuitishiwa Mungu wa Joshua, nikyo hiyo liraka kandi kyo tolete todweteirio muraika wa Joshua muraika Mikaelo akolino ndani ya house, akolino ndani ya the house, muraika Mikaelo. Tupatie raka. The Lord, sikiliza sasa. The Lord said to Joshua, take all the soldiers with you and go on up to Ai. Amwiratia hakumwambia nitakupigania, amemwambia chukua jeshi. Hallelujah. Amemwambia chukua jeshi, majeshi, timu, kombora, watu wa kupigana, watu wanaojua kupigana. Chagua kikosi kiende kikapigane, maana niko na wewe. Don't be afraid. Alimwambia usiogope. Na imagine leo Ndura amepatiwa usiogope, kwenda kanyaga, kwenda haribu, kwenda destroy. Na hiyo ndio Mungu aliniambia. Nilipokuwa kwa mlima nikamuuliza, sasa Mungu umesema unaenda kufanya risafu kwa kanisa, sasa kutakuwaje? Akaniambia, simama venye nimekuambia na usiogope. I am removing all of them, nitakuletea watu wengine. Sasa imagine mimi ni pastor wa kawaida ambaye anategemea kataithi, ambaye anategemea sadaka, ambaye anafurahia kuona watu wamejaa huko. Sasa wale watu nilipata kwa list, Mungu alinionyesha wale watu nilipata kwa list ndio wananipatia kataithi ndio wanatoaga sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda kuinua mikono yangu niambie Mungu, ngoja kidogo tupige tuongee kidogo. Ni kwa sababu nilikuwa nataka kumbebeza. Si hata Musa alibebeleza Mungu. Lakini Mungu akakaa gumu. Mungu akaniambia, you choose me or choose yourself. That is my ministry, not your ministry.
Kumbe Joshua alikuwa chombo cha Mungu. Joshua alikuwa chombo cha kutumika kwa sababu ya kazi ya Mungu. Wakati wewe ni chombo cha kutumika, chombo cha nini? Cha kutumika. Hauna mawaidha unaweza kutoa, hauna kusema kwako, hauna usemi, hauna jambo lolote unaweza kusema. Ni ukae, uogoswe, uabiwe, nenda rudi, kaa chini, cheza, ruka namna hii. Akaambiwa, do not be afraid or discouraged. I will give you victory. Sasa unasikia mtu na Mungu anakuambia I will give you victory. Na ni uraigwa jeshi ile ina haubere. Alafu to make the matter worse, sio hata jeshi, sio hata country, hapana. Sikiliza sasa hapa ingine. I will give you victory over the king of, yani I will give you victory over Ruto. Ate advasina kwa kutumo ndo toto ya atasina kwa ate netwa hiyo victory yago dikoni tunipepatiwa victory kwenda kukamata Ruto na tumweke ndani ya gunia, akayage ndani ya gunia. This is what God told Joshua, I have given you victory. Si hata hamupatii venye wanaenda kupigana, hamupatii ziraha, hamupatii chochote, anamwambia I have already given you victory. Already umeshinda. Kule unaenda amemwambia I do not be afraid or discouraged. I will give you victory over the king of I, his people. Mnanienda sasa. Hebu nielewe vizuri. Wacha hiyo kabila yako mingi. Wacha hiyo ya 2 term ama 1 term ama no term. Asa sikiliza, hapa hakuna no term, hapa hakuna 2 term, hapa hakuna 1 term. Hapa sasa I will give you victory over the king of I, his people, his city, his land will be yours. Siku amukuelewa chochote hapo. Amukuelewa. Hallelujah. That the king that has been ruling over your life, the king of poverty, the king of stagnation, the king of limitation, the king of rejection, the king of poverty, wote watapatiwanwa ndani ya mikono yako. Utawala wao utabomolewa, maisha yao itabomolewa. Waliopigana na wewe Mungu anaenda kupigana na wao. Waliokutesa Mungu anaenda atakupatia nguvu, utawatesa. Alimwambia, wacha turudie tu ndio munielewe. Siku hizi amunielewagi. I think nimekuwa so deep for you. Nitawapeleka kwa James Maina Ng'ang'a, mutolewe mapepo kwanza. Ama nimulete hapa? Mutalia na mwede? Mutalia na mwede? Angalia na mwede. Mko wangapi? Tuko 10. Ni nani? Ni shosho yake. Nitakuwa nimekaa pale nikisiku. Atanitalia vini nitamulisha. Tamulisha. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact I need to invite this guy. Si ndio? Tutengeneze Saturday moja conference. Tumuite tu ni baba yetu. Hajai kanyaga hii madhabahu. Si ndio? Kama mwede ati. Wagapi wanapenda hiyo mzee? Wagapi hawampendi? Inua mkono juu. Wagapi hawampendi? Sasa nyinyi mko wapi? Nyinyi hamko, inua mkono, hamumpendi. Wagapi wanapenda huyo mzee? James Maina Ng'ang'a. Kai. Wagapi hawampendi? Huyu mweko. Motire roa ine, motire nyama ine, motira mweda. Na Harrison? Wagapi wanapenda Harrison? Sana. Na hata akitusuiwa, hata akiambiwa maneno yote ameambiwa bado tunampenda. Wacheni niwaambie siri moja. Mtu akikuhubiria uachane na mchungaji wako na hakuabii kule utaenda, hiyo ni agent ya shetani. Hiyo ni goma. Kuna maagent wameachiliwa waleta confusion. When you kill the ukimaliza sasa umalize, wale watu wote wanafuata Harrison Ng'ang'a. Ukipiga Ng'ang'a, they will be scattered. Ndio ule ibilisi apata njia ya kuwashika. Because Harrison ni he's a human being. Hallelujah. Hawezi kutuambia dunia hii ameishi bila makosa. Na ndio maana anaobaga.
Ndio maana anatubu dhambi zake. Ndio maana anafanya fellowship na kila kitu, because hata yeye anatafuta tiketi, sio hayuko 100%. Mzee wangu hapa James Maina Ng'ang'a ni kangauro, ni king'ato. Ni mtu ameweza kufanya maneno yote. He is also a human being just like you and I. Sisi zote tunatafuta tiketi ya kwenda mbinguni. And even if your father ni mchawi, even if your father ni murogi, even if your father alikamatwa usiku akizunguka akiroga, it remains your father. Remains who? Your father. Hata kama alikamatwa akiwa uchi ama alikamatwa na kasiana kwa rojin, he remains your father. Don't fight ama uogelee vibaya kuwahusu. Don't. Because they are still recovering despite their challenges. Daudi ni nani alifanya vituko mingi mbaya kama Daudi? Havu Mungu anakuja anasema this is a man after my heart. Na anatembea proudly Mungu anakuja anasema this guy is after my heart. I love him. Why? Because kuna jia tunaedaka tunarudi pale nyuma ya hema. Tunaongea na Mungu na anatusikia. Wewe unaachwa hapo umenuna, unaachwa hapo na maneno yako, unaachwa hapo na vitu zako, na Mungu anaendelea na contract. Because I have a covenant with God. I have a contract with God. And God is jealous with his contract. Yes, at the end of the day, kukipatikana replacement yangu, kutafanyika kitu. Lakini what? Until God is done with you, don't touch those people. Wachana na wao. Kama ni msharati na hajafanya na usharati na wewe, wachana na yeye. Na hata kama mlifanya kitu na wewe, ni wewe na Mungu na yeye na Mungu wake. Leave them alone. Leave them alone. Hata abiwa maneno mingi aje, wachana naye. Kuna kitu Hezekia alikumbusha Mungu kitu kimoja. Hakukumbusha Mungu vitu mingi. Alikumbusha Mungu kitu kimoja. Mtoto yake anaitwa nani? Mtoto wa Hezekia? Manase alikuja akabadilisha system zote za Mungu Juda. Akabadilisha system zote, akalete ng'ombe, akalete mambusi, watu wakaanza kuabudu ng'ombe sanamu, mbusi sanamu, watu wakaanza akabadilisha chochote baba yake alikuwa amefanya. Akakuja wakati alifika mwisho, maunabii zikakuja akaignore. Alitumiwa jeshi kutoka Syria, wakakuja wakamkamata akiwa mfalme. Alishikwa akiwa nini? Mfalme. Akaenda akavugiwa sero akiwa nini? Mfalme. Na akafugwa akiwa nini? Mfalme. Akakaa ndani, akakumbuka kuna Mungu mbinguni, akarepent, akaomba Mungu for about 3 years or so. Aliomba Mungu, akaomba Mungu, akatubu dhambi zake, imagine wewe unaambiwa unaakisiwa tulilala na mwanamke. Ule alitengeneza sanamu, akabadilisha Mungu. Akabadilisha nini? Mungu akaleta sanamu. Aliomba. He prayed for about 3 years akiwa ndani. Akiwa nini? Ndani. Akiwa jela Kamete. Akaomba. Mungu akamsikia akiwa mbinguni. Do you know what happened? Mungu akiwa jela. Akiwa nini? Akiwa nini? Akiwa jela, Mungu akamregeshea kiti chake. Akamrudisha. Kumbe Mungu alisababisha hakuna mtu alikalia hiyo kiti akiendelea kuomba. Mungu kuna vitu vingine umenyaganywa lakini havitaenda, maana Mungu anajua unarudi nyuma. Mungu anajua unakuja kutubu. Huyo jamaa alitobu, akatobu. Kwa hivyo kupigana na mtu hapa, kuna mtu anajua kutubu. Kama huyu mzee huyu unaonanga anavaa gunia. Nyinyi watu masumati hamwezi kuvaa gunia. Anaenda kulala kwa kichaka huko akililia Mungu. Akikuja kiwaja mzima anakuta kimetayarishwa na kina kiula huko na Solomon, sijui ni Solomon nani, kiwaja imejaa. Akifika huko dunia yote inageuka. Watu wanasema hatutaki mahubiri yenu, tunataka wimbo moja ya kwenda Seattle. Sasa pako unashangaa, umepanga mkutano, umepanga kila kitu, umepanga, umeleta mpaka wahubiri kutoka nje. Watu wa Kenya wanakuambia tunataka mogoroki. Osho mweta kamuro ukinwetore tigana na adu wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachaneni na watu wa Mungu. Wewe hauna power ya kujiulisia. Hauna. Wewe kama Mungu alikuita kwa James Maina Ng'ang'a kwenda kaa huko, yeye ndiye aliniombea wokovu. Yeye ndiye aliniombea wokovu. Hakuna mhubiri angekubali kuniombea. Akina Mwili walisikia naenda kuombea wakapotea. Getoga alipotea.
yeye peke yake na wengine wakakuja, na walipokuja wote walimpigia simu wakamwambia sasa jitayarishe kukufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikaa wakiwa na Wafula, wakiwa na Pastor Chai. Wangapi wanajua Pastor Chai? Unamjua Pastor Chai? Ako na kura mako wapi? Eldoret. Tutamtafuta. Huyu alinilea. Na Wafula. Na Wafula siku hiyo ndiye alikuwa ametoka watchman. Alikuwa ka watchman. Wafula alikuwa watchman. Ndiye alikuwa ametoka watchman. Akatumwa hapa Nairobi. Sasa yeye ndiye alikuwa kanisa kalikuwa pale Bavesh. Kalikuwa kanisa kadogo hivi tu, hapa kadogo hikapa kama hivi. Ndio sasa nikatoka hapo siku hiyo, nikauliza Ng'ang'a, nikamuuliza unaweza taka kiwanja? Maana mimi ndio nilikuwa na viwanja za Nairobi zote. Unaweza taka kiwanja kujenga kanisa? Akaniambia ndio. Nikamwambia twende nikakuonyesha. Pale amejenga. Nikamwambia simama hapo. Nikaona ameniangalia, kaona ni mapepo. Kaona huyu jamaa sijatoa mapepo mzuri. Nikamwambia simama hapo. Na mtu mwingine alikuwa anaitwa amesahaulika. Kongo nikamwambia simama Kongo pale. Na mama mwingine alikuwa mnono Asha kutoka Mombasa. Naye akasema, nikamwambia jegeni hapo, hiyo kiwanja ni yangu. Akasema hapana. Siwezi. Tukashikana na huyu anaitwa Masi. Alikuwa anafanya kazi. Simama tu Masi wakuone. Huyu tukashikana na yeye, nikamwambia Masi twakire muthuri huyo. Huyu akaenda Kajo, alikuwa wakajo. Akaenda akachukua barua ya kujenga. Na mimi nikaenda nikanunua chuma tukajenga. Asante. Tukajenga nyumba hapo. Hiyo mabati iko hapo. Ikasimama. Ile mafi yote ilikuwa hapo, tukafagia yote mafi ya machokora. Tukajenga hiyo nyumba imesimama hapo. Ni sisi tulijenga na huyu mama. Bwana Yesu nikimuta, ndio mnaonanga hamwezi kunitisha. Hawezi kunitisha. Maana nimeinulia Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo baadaye tukakaa tukafurushana, unajua mimi bado yule ni Mang'aa na mimi ni Mang'aa. Tukainukiana. Akaniambia sasa nikae chini, nikamwambia sikae chini. Akaniambia nitakutoa mapepo, nikamwambia hata nitakutoa mapepo. Tukaletana juu. Tukatoka huko, nikarudi kwa wizi kidogo, alafu nikaenda tukafungua kanisa. Hapo tulienda tu na huyu tukafungua kanisa hapo Belcanto. Tukiwa na Hezekia Uchuka. Na tukavuma vizuri sana. Tena tukawachana. Tulikuwa na kamunabii kingine kalikuwa kametoka Nakuru. Nikatoa ile kamunabii kau. Ako ama alikufa? Bibi yake ndiye alikufa. Kuna mtu mmoja wake alikufa. Tukaenda akaanza naye akaanza sarakasi. Kaona hapana. Unajua mtu kama ni Mang'aa ni Mang'aa. Tukatoka hapo ndio tukaenda nikakaa kidogo nikapatana na Don. Don sasa hiyo alikuwa na ubiri hapa kwa Muiro. Unajua kwa Muiro? Si kuhubiri, alikuwa praise and worship. Alikuwa mwimbaji huko. Sasa wakati walikuwa amekosana na Muiro, maana alipata kasichana, badala abie Muiro ashikanishe, alienda kwa Kiuna, kushikanishiwa kwa Kiuna. Sasa Muiro alikuwa anaona kwa view sasa. Hiyo Mang'aa watu wa praise and worship mtawaja. Sasa Muiro akakasirika na huyu kijana. Kasa kijana kakuta ameanza kuhangaika. Walikuwa na jamaa, alikuwa na Jose wa Mapendo. Tukachukuana wao. Mimi nikachukua Jose wa Mapendo na Don. Nikamjengea kanisa Don Home. Kanisa yangu ya kwanza nikajengea Don. Kanisa wapi? Don Home. Bwana Yesu asifiwe sana. Don kukaa. Waluya tu ni wale tu. Kina Azes. Sijui ni nini nilimshedemea kwa kanisa, sijui. I don't understand. Kila kitu nilimjengea, maana hiyo ilikuwa kiwanja yangu bado. Nikamwapatia mpaka na title, nikamwambia kila vitu zote hii jenga nyumba, maana hizo viwanja zote zilikuwa zangu. Si mnajuanga mimi nilikuwa nani? Hizo zilikuwa mashamba zangu zote. Nikamwambia hapa plot kubwa kama hii jenge, nikamnunulia chuma na nikajenga kanisa mzuri. Kukakaa kidogo nikasikia aliwacha kanisa na aliuza kanisa. Sema kuuzwa. Aliuzia ule jamaa anaitwa Kilisi na Male. Apostle Kilisi na Male. Hapo alikuwa Don Home. Hiyo hata hakuongeza, ni chumba tu aliongezea kidogo. Akaweka kanisa hapo. Sasa nasikia amehaliama. Ama bado hako huko. Na Male. Bado hako huko. Hapo tu. Hapo hiyo ilikuwa na imejaa, na Male amejaa saa. Imejaa kabisa. Sasa unfortunately tena nikaona tena tukakaa. Nikaleta mlete hapa. Akakuja tukifungua hapa. Akakuwa worship team hapa leader. Tena tukaenda hivyo tena. Nijua ni mtu alikuwa anapenda sana hii kukunywa.
Unamwona ameshika tu maji, unafikiria ni Keregeti water. Na unashangaa huyu mtu anakunywaga Keregeti. Kwani yako na pesa mingi ya kukunywa Keregeti? Keregeti 24/7 Keregeti iko kwa mkono na hizi. Ile tu mnaenda ukikaa tu unaona kihewa kimeanza kubadilika. Mpaka siku moja alikuwa bure vita mpaka kasahau. Nikamwagika tu peke yake hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unfortunately, aliaga dunia. Don. Yes. Ako umashi saizi. Tunatayarisha mazishi. Yes. Don. The Lord said to Joshua, take all the soldiers. Chukua majeshi yote. Hallelujah. With you and go on up to Ai. Alimwambia sasa wewe utatangulia, utashika jeshi, utaanza kupanda uende mpaka mji unaitwa Ai. Utapofika Ai, nimekupatia kiongozi, Ruto wa Ai, Samia wa Ai, Museveni wa Ai. Nitakupatia mkononi mwake hata mji wa Ai, the city, Kampala ama Nairobi ama Dar es Salaam nitakupatia pamoja na watu wake, adu wake. Sasa imagine kukamata president. Utakuwa umepita kiwango gani? Kukamata president. Utakuwa umepita GSU. Utakuwa umepita polisi ya boot. Utapita magoon. Utapita KDF. Utakuta ile inaitangwa special squad, ile ya kuchuka mudhamaki. Utaikuta. Umepenya hizo zote. Bwana anasema I will give you victory over the king of Ai. His people's city land will be yours. Watu wake. Hakuiraginya Kenyans. Kenyans watakuwa wako. Watakuinamia, watakusema yes sir. Hiyo ndio kiwango ya Mungu kutembea na wewe. When God is walking with you and when God has given you a responsibility to go on his behalf, you conquer things on his behalf. You don't conquer things because they are being conquered. You conquer, unavunja mataifa kwa niaba ya Mungu. Unashinda vita kwa niaba ya Mungu. Muulize mwenzako kama wewe ni ulizaliwa wa kufanya kazi kwa niaba. Kuna yule Mungu anafanyanga kazi kwa niaba na kuna yule anafanyanga kazi kwa niaba ya Mungu. Those are two different people. When the mighty warrior alikuja kwako namna gani? Who is he in you? How does he operate in you? How does he operate in your family? How does he operate in your business? Does he come personally? Does he send army? Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 2. Verse 2. You are to do to Ai and its king what you did to Jericho and its king. Yani his role, he's being given instructions by God. Anapatiwa mamlaka, na hiyo mamlaka ndio nataka kuachilia siku hii ya leo. Mtu mmoja na apokee mamlaka ya kupigana vita za Mungu na kuvishinda. Mtu mmoja na apokee vita, apokee mamlaka, apokee kiwango cha kuweza kutumwa na Mungu. Na anapotumwa na Mungu, anapatiwa ufalme pale, anapatiwa watu wa huko, anapatiwa kila kitu. The city, ukiingia mahali city inatetemeka. Ukiingia mahali watu wanatetemeka. Ukifanya jambo watu wote wanatetemeka. Maana God has given you the power. Sio kwenda tunaenda kutetemeka, unaenda kukaa hivi, unaenda kukaa masiwa. Do you know one thing? And that is why I'm not scared of anything. Because he never gave the people of Israel to go and do the job. He gave Joshua alone. Hallelujah. He didn't give the people. He gave Joshua peke yake. Akamwambia wewe peke yako ndio uko na mamlaka ya kushinda. Uongoze watu wako, beba jeshi tu, ukifika huko utashinda. Beba jeshi tu, ukifika huko msiti ni yako, ardhi ni yako. Watu huko utawakamata, utawafinya. Watakaa kama venye nataka. Nataka niachilie neema hiyo kwa mtu mmoja. Neema ya Joshua na ishuke juu yako. Neema ya Joshua na ishuke juu ya watoto wako. Neema ya Joshua na ishuke kwenye biashara yako. Neema ya Joshua na ishuke kule unafanya kazi. Na ishuke sasa. Na upokee mamlaka na nguvu ya kuvunja na kushinda vita vyovyote bila kutishwa.
Alimwambia nimekukabidhi mfalme ako mikononi mwako. Mfalme. Yaani Ruto, imagine ukiambiwa how enjoyable will it be. Guy, dokenegera Ruto. Papa negera Ruto. How enjoyable will it be? Unaambia Kasongo kaa hapa chini na kanakaa. Na unaambia Faruku akuje, wewe Faruku kaa hapa chini na anakaa wakitetemeka, maana already God has released the power. Nataka nikwambie kutoka leo hautashindwa vita vyovyote vile, maana Mungu amekutangulia. Mungu amekamata mfalme wa huko, Mungu amekamata nchi yao, Mungu amekamata majeshi yao, Mungu amekamata wachawi na warogi waliokuwa na koroga, amewakamata. Waliokuwa wanakuonea amewakamata. Waliosema hautafaulu amewakamata. Midomo yao imezibwa, midomo yao imenyamazishwa, nguvu zao zimewekwa chini. Mfalme wao amekamatwa, ardhi yao imekamatwa, nchi yao imekamatwa. Usiwe na wasiwasi. The mighty warrior. Mwambie mwenzako na Kiingereza, the mighty warrior. Msisema mighty warrior. Wewe sema tena. Mighty warrior. The mighty warrior. The mighty warrior is with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni agosho. That is the victory that God is giving you. Siku ya leo amekubadilishia. Ulikuwa mnyonge, machoni mbele ya watu ulikuwa mnyonge. You are the weakest of the weakest. Wewe ulikuwa haujiwezi ama hauwezi kufaulu. Walijua hakuna mahali unaenda. Walijua wamekuweka chini. Walijua wamekushinda. Walikuwa na kuelewa wewe ni Joshua wa kukaa kwenye tenti, maana hauna kitu unaweza kufanya. I want to tell you tonight that the Joshua that was in the tent was being prepared. Jana yako na juzi yako, you are being prepared for the battle that is ahead of you. The battle that you are going to win even before testing the battle. Utashinda, maana Mungu already amekamata walio kusumbua, amekamata walio wachawi, amekamata walio kuendea, amekamata walio panga kukutesa. Akasema namna gani? You are to do. Yani ni kumwambia na ule kile Jericho. Ule turamekire aya maratugia guku. Ule turamekire noguo tukumeka. Ona kuge turathie noguo tukumeka. Ule turamahinyire tukawafinya. Hivyo ndivyo tunaendelea kufinya. Maana kama tulishinda Jericho, tukavunja ukuta wa Jericho, hata ukuta wa Ai unaenda kuanguka. Ukakamata mfalme wa Jericho, hata mfalme wa Ai unaenda kumkamata. Ukakamata biashara zao. Vile tulivyofanya Jericho, hivyo ndivyo tunaenda. Hivyo ndivyo If you have won battle 1, battle 2 is in your hand. Sikiliza. Ukisoma Joshua 1 chapter 1, anasema nimekupatia Jericho. Hakumwambia amempatia king. Lakini walipovunja ukuta, walikuta mpaka king anajikojolea. Sasa verse 8 inasema nimekupatia mfalme. Mwanzo anaanza, I have given you the king. You are to do to I, and it is king, what you did to Jericho, and it is king. But this time you may keep its goods, livestock, for yourself. Prepare to attack the city by surprise from the rear. Unakata yanda bara zeka ya muzekanta. Sikiliza. Laudi hii Jericho hakuna kitu tulichukua. Sasa wale tutakamata, tutawapora. Wale tutakamata, wale wamekuwa kitusumbua, tutawapora, tutawasugua. Tuko na barua, tuko na kibali cha kuwafinya na kuchukua vitu zao. Tatikumogwa. Hasha. Ila mwenzako tatikumogwa. Hatutoki hivyo. Tutawapora. Susan wito. Susan, ona magore amekuga. Tatikumogwa. Tutawapora. Tutachukua their livestock. Anasema but this time you may keep its goods. You may this time. Laudieno. Tamakani uratoga. Laudieno. Heka Subaru turaga tira hoya Kasubaru nigego kabai mwezi wa 6 utakuwa naye.
Bwana asifiwe sana. Kuna watu mnaenda kubarikiwa. If you are a businessman or a businesswoman, hebu inua mikono yako juu. Pokea chochote ulichoahidi Mungu unataka kukifanya. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Na sio zitapokonywa watu. Kuna watu watanyang'anywa watenda upatiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu biashara itafungwa kwa sababu yako. Ndio Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote waganga wa kwenu, maana waganga wa kwenu ni wabaya. Na wananiona wako hapa, nimeona wawili, wazee wawili. Mzee mmoja ni mkonde hivi, ako na nywele iko na mvi. Unamuona huyo mzee? Unamjua? Ni mkonde kidogo. Anavaanga koti inakaa rangi ya beige kama ile. Unamjua? Na sometimes anatembeanga na bokora hivi. Unamjua? Ni nani kwako? Alikuwa pale. Ananiuliza ni kwa nini ninakusaidia. Sikiliza sasa. You are to do Kuna mtu alikuwa katika maisha yako na ulimshughulikia mpaka akashughulika. Unamkumbuka? Mpaka ukashinda zile vita. Vilikuwa vita vikali sana. Vivyo hivyo ndivyo nakwambia. You are to do to and its king what you did to Jericho and its king, but this time you may keep its good. Hata vitu zake. Tuende basi nini? Tuende tukitoa unabii kidogo, si ndio? Yeah. Kama wanakuja hapa kutuambia ati unamsaidia kwa nini? Kwani mimi hapa ni commander. Waambie watu wa kwenu mimi ni commander. Bwana Yesu asifiwe sana. So Joshua got ready to with all his soldiers. He picked out 30,000 of his best troops. Yani sio tukajekosha kula tunyamoro ogwo. Get ready with your best. Hallelujah. Get ready with what? Your best. Jitayarishe with your best. Chochote ambacho najua, this is my best to do business. This is my best to do this function. This is my best to do ministry. This is my best to be where I am. This is my best. And go for the best, because God does not work with the unworthy things. God works with the best. Mungu anafanyanga na the best. Akachagua the best of troops and sent them out at night. Hallelujah. And sent them where? Because the mighty warrior ame command. Sema mighty warrior. He has commanded that you are not going to fail again. Sema I'm not going to fail again. I am not going to fail again. I am going to conquer. I am going to win. God had already done the battle. Hallelujah. God had already handed them over. Yani already mfalme Ruto Kasongo alikuwa already ashakamatwa, amewekwa pingu na Mungu, amekalishwa chini. Joshua anaambiwa nenda ukachukua huyo mtu. Nenda, kazi yako ni kuchukua. Alafu mkienda mpate mang'ombe pale mchukue, mkipata makondoo pale mchukue, mkipata magari pale mchukue, mkipata chochote mchukue. Pokeeni vitu hizo zao za maadui wako. Chochote ambacho maadui walikuwa wamekamata kuzuia usibarikiwe, kutoka leo ninawapokonya, ninakupatia katika jina la Yesu Kristo. Pokea baraka za ushindi, pokea baraka za ushindi, pokea baraka za kufunguliwa milango. Maadui walioungua wamekukanyaga, brother waliokuwa wamekukanyaga, huyo sister yako alikwendea kwa muganga eti ndio akukanyagie chini, kutoka leo amekamatwa. Enda. It's a prophetic word from today. Huyo brother yako alikuwa amekukanyagia, huyo uncle yako alikuwa amekukanyagia, huyo sister yako ameenda kwa waganga, ameleta uchawi ndio akupotoshe rada. Kutoka leo macho yake haitakuona tena, na uchawi wake utaanza kumkura. Uchawi wake utaanza kumkura. Unapoendelea kubarikiwa, watakuangalia ukibarikiwa, watakuangalia ukiinuliwa, watakuangalia mambo yakibadilika. Waliokuinukia, waliokupangia, waliofanya lolote ambalo ni mbaya, waliokaa chini wakapanga, waliopanga acio maraikaretete marakubangira maundu moru, mekwirorera ukirathimo, manyitetwo na guku makanyitwo jaka. Sijui kama mnanielewa. Mimi naona kama hamnielewaki. Mimi naonaga die kama mtinye
konye da mutanye de tekane niko jeteke mutaje tekagia. Haleluya. Ni moja tekagia. Tupate Yeremia 20 mstari wa 11. Yeremia 20 mstari wa 11. Dori atirere. Ni moja tekagia. Ni mona katarira aliyo kaudo kagetuma mushejie. Todo mugani mwasomete ri makemusomithie mamusomete mathomete ri. Kani muthire kule makoma wa jiko. Wewe usisikilize Kifaransa. Hujasoma. Enda klasi usome ndio usikie Kifaransa. Yeremia 20 mstari wa 11 nasema, but you, hallelujah, but you, Lord, are on my side. Yani you, Lord, you are on my side. Mighty warrior is on your side. Ako upande wako, anaenda kupigana na wao, anaenda kuwashinda vita zako zote. Mungu amevizikua. Chochote walikuwa kumekupangia, sasa it is not for you to do the battle, but he will do the battle. Strong and mighty, and those who persecute me will fail. Wale ambao walikuwa wamekuinukia na persecution, waliokuwa na kustaki, waliokuwa na kulaani, waliokuwa na kusungumzia vibaya, Bwana anasema ya kwamba watashindwa. They are going to fail in their project. They are going to fail. Waliokuroga ati mtoto yako asikue vizuri, watafail. Waliokuroga watoto wako wasibarikiwe, watafail. Walioroga biashara yako, watafail. Walioroga huduma yako, watafail. They will be disgraced forever. Yani si kitu kinaenda kubadilika for a short time. They will be disgraced. What is to be disgraced? Yeah? Wataibika milele. Watahaibika milele. Sio ati ni wiki moja, sio miezi miwili, sio mwaka huu tu. Watahaibika milele. Watakuangalia ukibarikiwa, watakuangalia ukiinuliwa. Milango yako imefunguliwa sasa. Milango imefunguliwa, maana the mighty warrior, the mighty warrior, they will be disgraced forever. Because they cannot succeed. Hawatafaulu. Sijui unanielewa namna gani? Nataka nikwambie matiko faulu. Their disgrace will never be forgotten. Adwasho mare gwekeraga kerema. Their disgrace haitasawaulika. Wamewekwa kikirema hapa. Mahali popote utakuwa ukienda, utakuwa ukijua yule ndiye aliyekuwa ananitendea, yule ndiye aliyekuwa amempangia, ndiye anakuwa amepanga maovu kunihusu. But from today, wao watasambaratika na great disgrace yao. Milele na milele wataishi kuaibika. Milele na milele wataishi kuaibika. Watakuwa wakikuona ukibarikiwa, watakuwa wakikuona ukiinuliwa, watakuona ukiendesha magari, watakuona ukifanya biashara, watakuona ukifanya kazi, watakuona ukiwa husband, watakuona ukiwa wife, watakuona ukiwa minister, watakuona ukiwa apostle. Ministry itafaulu. Na imeanza. Yes, utasikia ripoti. Leo usiku utasikia ripoti venye Mungu amewashughulikia. Verse 12. Sasa wacha nikwambie, tumeingia phase nyingine. The prophetic with urgency. The prophetic with what? Urgency, maana tumechelewa kidogo. Sasa Mungu aliniambia sasa ni kwenda kaede. Ni prophetic with urgency. Whatever we say here, immediately inaanza kufanyika mara moja. But Almighty Lord, you test people justly. You know what is in their hearts and minds. So let me see you take revenge on my enemies, for I have placed my cause in your hands. But Almighty Lord, you test people justly. Yani Mungu ni Mungu wa haki. Hallelujah. Ni Mungu wa haki.
Ola masetere. You know what is in their hearts and in their mind. Unajua Mungu, unajua venye walikuwa nataka kufanya huduma hii. Unajua Baba walikuwa wameniwekea sumu. Unajua walikuwa wameniwekea maneno. Unajua Baba walikuwa wanakaaga kwa gari yangu, kuangalia simu zangu. Unajua Baba walikuwaga wakipaga maneno magumu. Walisema hii nyumba tutafunga. Wakasema kazi yako itasimamishwa. Wakasema wataniua. Baba, nimelete kesi yangu kwako. I have placed my cause in your hands. Oh God, I know you do justice. Do justice for me, Father. Nisaidie, take revenge on my enemies. That is what is going to happen to your enemies. Walikuwa shaandika na imekamilika. Walikuwa shaandika na kusema nothing will happen to you again. Walikuwa sawa na wakasema wamemalizana na wewe. But this God who is justice, who is God, this God that who is just, hakuangi na kukula ngoro, hakuangi na kuenda kufanya mambo ambayo hapana. Ni Mungu wa haki, na haki yake itatendeka, haki yake itaonekana. Na ndio namwambia hivi, so let me see you take revenge on my enemies, because I cannot take the revenge. You only can do the revenge. Do the justice for me, for I have placed my cause in your hands. Nedaigerera mateta makwa moko-ine maku Ngai. Nedaigerera kanitha ino moko-ine maku Ngai. Nedaigerera maisha makwa moko-ine maku Ngai. Nedaigerera biashara ciothe ciakwa moko-ine maku Ngai. Ona tho icio ciakwa ri nedamaigerera moko-ine maku. Tua matũ maku na kihoto. Verse 13. Atue na kihoto. Sing to the Lord. Hallelujah. Sing to the Lord. Praise the Lord. He rescues the oppressed from the power of evil. Sing. Hallelujah. Sing to the Lord. Muimbie Bwana. Muimbie Bwana. Nikimuleka. Muimbie Bwana. Praise the Lord. He rescues the oppressed from the power of the evil people. Kuna watu waliingia kwa maisha yako, they were all evil. Kuna watu walikuja wakajibandikisha kwenye maisha yako, they were evil. Kuna watu walikuja wakapanga manetwork yao kwenye maisha yako, they were all evil. I surrender them to God. Na waashiria, maana mnajua, oh, the master, the king, the mighty warrior, you know how to rescue the people ambao wamekuwa oppressed, ambao wanateseka, ambao wamenyanyaswa, ambao wamenyang'anywa. They are evil. Si watu wazuri. Baba, nakwambia hawa watu si watu wazuri. Walikuwa nataka kazi yako ifungwe. Walikuwa nataka mtumishi wako akufe. Walikuwa nataka watoto wako wahangaike. Ni watu wazuri. Walitumikia shetani, hawakuwa na kutumikia. Walisimama kwa milango wakazuia watoto wako. Walisimama kwenye stairs kuzuia watu waingie. Walisimama barabarani kuzuia watu waingie. Walisimama kwenye njia zangu wakabloku kila kitu, wakatuiba pesa zetu, wakatunyanyasa, wakatulaani, wakatupeleka kwa waganga, wakatupeleka kwa wachawi. Walikuwa nataka tukufe. Sio watu wazuri, sio watu wako Baba. Hawa watu hawakupendi, hawa watu hawakupendi. Walitaka kazi yako ife. Baba, nakuomba tu, fanya haki yako, 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 fanya haki yako Baba, fanya haki yako, fanya haki yako. Fanya haki Yesu, fanya haki.
ingehota gũtarĩria ingehota gũtarĩria iwĩkĩte magegania ingehota gũtarĩria iwĩkĩte magegania Be seated for a minute. I hear the voice telling me, I want to make a covenant with my daughters and my sons, that I may be the mighty king, the mighty warrior in their lives. That they have been fought. Bwana anasema watoto wangu wamepigwa, wamejeruhiwa. Nimekuja kuwainua, nimekuja kuwabariki, nimekuja kuwashindania. Eti kutoka leo kuna kitu kipya kitatendeka. Kuna miujiza itafanyika. Vitu ambavyo ulikuwa umenyang'anywa vitaregeshwa. Biashara ambayo ulikuwa umenyang'anywa itarudishwa. Huduma yako itarudishwa. Huduma hii itainuka na Mungu ameanza kuitetea tena. Na amesimama katikati ya maisha yako. Anasema kuwa tayari sasa, nenda. Niko pamoja na wewe. Kama unajua ni wewe huyu ambaye ametumwa na Mungu, chukua tu bahasha yako hapa. Utaleta siku ya Jumapili a covenant to allow the mighty warrior be in your life. Chukua bahasha hapa. It is not for everybody. If you feel you want that line of Joshua, or the line of Twenizi, chukua weka huko. Chukua kwa mwenye madhabahu. Maana umeinua madhabahu kutoka kwa madhabahu. Let the Lord do your battle now. Let the Lord do your battle now. Mungu na ahusike kwenye vita zako. Mungu na ahusike kwenye vita zako. Toeni zote hizi. Toa. Hiyo weka kando. Tajigere kando. Notio na igara kando. No. Jigera kando. Okay, mahe. Tigana. Ate Jehova arauga nĩ ngũkũrũĩrĩra mbara ciaku. Nĩ marakũnyũrũrĩtie na magakũrũa nawe. Na magakũnyarira na magakũhũthia. Na magagũtua ndũrĩ kĩene. Ũmũthĩ ũyũ nĩ ũkũgĩa kĩene. Ũmũthĩ ũyũ nĩ mekũmenya nĩ ũrĩ Ngai. Ũmũthĩ ũyũ nĩ mekũmenya nĩ ũrĩ Ngai mũtũra muoyo. Ngai wĩkaga. Ngai ũkinyanagĩria. Ngai ũhingagia. Mĩhuko yaku nĩ ĩkwerama. Ciondo ciaku nĩ ikwarama.
Arĩa magũtunyire mahiũ maku, arĩa magũtunyire kĩhiko gĩaku, arĩa magũtunyire wĩra waku, arĩa magũtunyire huduma yaku, ũmũthĩ ũyũ nĩmekũmenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Arauga nĩ egũkũrũĩrĩra. Verse 14 please. Curse the day I was born. Forget the day my mother gave me birth. 15. Curse one who made my father glad by bringing him the news. It is a boy. You have a son. 16. May he be like those cities that the Lord destroyed without mercy. Whoever that rose against you, whoever that planned anything against you, may he be like those, may he be destroyed by like the cities that the Lord destroyed without mercy. May he hear cries of pain in the morning and the battle of alarm at noon. May they suffer. May they feel it. The pain that you have felt, may they feel it. God bless you. And now may the grace tell your neighbor, count your blessings from today. Tell your neighbor, count your blessings from today. Bethel Clouds TV, empowering lives.